السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula kwa kutuwafikia tena kufika katika jalsa kama hii ya ilmu na irshadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie katika kila tutakalolifanya. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe neema na baraka za wema waliotangulia sehemu kama hii na wema waliobakia inshallah. Na tumefika katika kitabu cha Imam Nawawi Al-Adhkar katika babu wa'dhil insani man huwa ajallu minhu. Babu wa'dhil insani, mlango wa kuedhea mtu, man huwa, kumwedhea, kumpa wadhi yule ambaye kwamba ajallu minhu, ni mtukufu zaidi kuliko yeye. Babu kwa idhafa, na tuenda babu yaweza ikaja kwa tanwini, babu manake hadha babu wa'dhul insani man huwa ajallu, na ajallu minhu ni katika kila jambo. Waweza mtu akuwa ajallu kiilmu, amekushinda; ajallu kicheo, amekushinda; ajallu kiumri, amekushinda. Yani kwa chochote atakachokukushinda. Je, wafaa kumpa wadhi mtu kama yule? Au kwa vile amekushinda usimwambie kitu? Fihi, katika huu mlango, hadithu Ibn Abbas, pana hadithi ya Sayyidina Abdullah ibn Abbas fi qissati Umar, katika qissa cha Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, fil babi qablahu, katika mlango ambao kwamba uko kabla yake. Hadithi tuliosoma jana ya Uyayna ibn Hisni ibn Hudhaifa pamoja na Al-Hurr ibn Qaisi walipokwenda kwa Sayyidina Umar. Uyayna akamwambia Sayyidina Umar, la tu'tina al-jaz wa la tahkumu fina bil adl, utupi kitu kizuri wala utuhukumu kwa uadilifu. Sayyidina Umar hasira zikampanda, lakini Al-Hurr bin Qaisi akamwedhea, akamwambia wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Sayyidina Umar akarudi nyuma, maana Sayyidina Umar kwanza ni mkubwa wake. Sayyidina Umar ni khalifa wakati ule. Sasa amekubali kuedhewa na wachini wake. Ni maana mtu yoyote wa juu wako ukimuona ana lolote la kuambiwa ataambiwa, lakini kwa masharti yake. Na haya kwa Sayyidina Umar tu, hata kusoma kwa wengine. Kwa Sayyidina Umar tu yametoka mingi, watu kadha wa kadha walikuja kwa Sayyidina Umar wakamwedhea. Sayyidina Umar akachukua ile nasiha zao mpaka wanawake, mpaka Sayyidina Umar akasema kullu nasi afqah illa Umar, watu wote ni wajuzi isipokuwa Sayyidina Umar. Amenena kwa tawadhu, lakini katika masahaba ambao kwamba kila daraja amefikia. Lakini saa nyingine hutokea jambo, alipofika wakati mahari amekuwa mingi, watu mahari amekuwa makubwa, akasimama kwenye mimbar akatangaza, akasema mahari asizidi 400 dirham, sizidi hapo, hakuna kuzidi hapo, ni hiko, na mtu akizidisha tutapambana naye. Kumbe kuna mwanamke yule msikia akitoka akamsimamisha, akasema Sayyidina Umar,
nimesikia ukisema namna hiyo. Akaambia nimesema. Nasema Qur'an lakini imekhalifiana na uliosema wewe. Qur'an nasema nini? Ambapo in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara. Ataytum ihdahunna qintara haina kiwango manake. Sayyidina Umar pale pale alizungua, aligeuza, akarudi mpaka kwenye mimbar akasema asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Mwanamke amepata, Umar amekosa. Sasa hii atuonesha nini? Hatu katika masala Umar amekosa au nini, ni masala ya kuwa waweza kumwambia waju wako, lakini ukumbuke na ujue yule na umwambia kwa masharti yake. I'lam, jua anna hadha albab, kuwa mlango huu, babu wa'dhi nasi man huwa ajallu minhu, mimma yataakkadu, ni miongoni mwa ambayo kwamba yakokotezeka. Al-inayatu bihi, inaya kwayo. Ustadhi, tumeshalita kwetu na mbele kwenu na inaya manake ni kitu kukitilia umuhimu ndani yake. Sisi tunasema kukokoteza, ndio kujikotolea. Al-inaya kujipotolea, sawa. Hapo anasema kujishughulisha. Naam, nimepokea hapa Sheikh Shaban, mwanafunzi Sheikh Shaban. Kujishughulisha, al-inaya kujishughulisha nacho, inatokana na itina au sio? Naam, kujishughulisha. Fayajibu, basi ya walazima au yapasa, ala al-insani, juu la binadamu, an-nasihatu, kutoa nasaha, wal-wa'dhu, na kutoa wa'dhi, wal-amru bil-ma'rufi, na kuamrisha jambo linalojulikana kuwa ni lema, wan-nahyu 'anil munkari, na kukataza na munkar, likulli saghirin wa kabirin, kwa kila mkubwa na mdogo, idha lam yaghlib, ikitoshinda, ala dhannihi, juu la dhanna yake, tarattubu mafsadatin ala wa'dhihi, kupatikana mafsada katika wa'dhi wako. Ukaona kosa, ukajua nikilitengeza hili kosa, hakuna kosa lingine ambalo kwamba litapatikana kubwa zaidi, hakuna uharibifu mkubwa ambao kwamba utapatikana. Saa nyingine inafika hali kuliacha lile kosa ni bora kuliko kutaka kutengeza ili usizue kosa kubwa zaidi. Ndio pale kaida usulia zema nini, idha ta'arada mafsadatani ru'iya akhaffahuma dhararan au ru'iya a'dhamahuma dhararan birtikabi akhaffihima. Ukiwa jambo kuna mambo mawili, hili na hili, yote ni madhara, lile ambalo kwamba ni dhara zaidi au ni madhara zaidi litaachwa kwa kulifanya lile ambalo kwamba madhara yake ni machache, ni madogo. Na ndio utaona katika ahkamu za kisheria mambo mengine umeruhusiwa hata kama ya haramu uyafanye kulingana na madhara ukitofanya. Saa nyingine hufika wakati wewe lazima ule haramu, lazima ule jambo ambalo kwamba halifai, kwa ajili ukitokula madhara yake yatakayozuka ni makubwa zaidi. Sasa ndio darul mafasidi aula min jalbi almasalih, na mingi katika mifano hiyo. Sasa katika wa'dhi wako ukamwona mtu huyu nikimwambia atanielewa, atanisikia, basi hapo ni lazima umwambie, ni wajibu umwambie. Mimi hapa nikimwambia huyu madhara yatakayopatikana ni makubwa zaidi kuliko yale madhara ninayoyakusudia mimi, usimwambie, tafuta njia nyingine za kufanya. Ndio kaona Uislamu mwanzo Maka
yalichungwa haya, ikawa watu waabudu kwa siri, ikawa watu hawaonekani, ikawa watu wakimbia. Lakini utauliza kwa nini alikuwa hawana imani waliokimbia, waliotoka wakaenda Habasha? La, imani kamili. Lakini kukimbia ni sahali kuliko kubakia. Kufanya kwa siri ni sahali kuliko kufanya kwa jahari. Sasa utaangalia lile ambalo kwamba utakaloliamrisha na yule ambaye kwamba utakaye muamrisha. Na hasa ulimwengu huu, huwezi ukasema mimi mtu mkubwa huyu utakwenda kumwambia lolote mbele yao yote kwa ajili ya amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Madhara utakayoyapata ni makubwa, na unachukua kwa kiasi chako. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema kulingana na hayo tunasema, ud'u, lingania, ila sabili rabbika, kwa njia ya Mola wako, bil hikma, njia ya Mola wako bi maana din. Njia ni maana ya dini, lakini ulinganie kwa nini bil hikma? Cha kwanza nini? Hikma ndio hutangulizwa katika da'wa. Da'wa kwanza hutangulizwa hikma kabla kitu chochote. Japokuwa sasa da'wa kwanza haitangulizi hikma. Penye kufanyika da'wa bila ya hikma ni bora zaidi kuliko kwenye kufanyika da'wa kwa, yani kwenye kufanyika da'wa kwa hikma ni bora zaidi kuliko kufanyika da'wa kwa maneno. Ukiona hapa pahali mimi naweza kupatengeza kwa hikma tu bila kuzungumza, ni bora zaidi kuliko kutengeza kwa kuzungumza. Utaona ulamai waliotangulia maneno yao yalikuwa ni mafupi kuliko hikma zao, darasa zao zilikuwa ni fupi kuliko hikma, kwa ajili kuongoza kwa hikma kweno athari zaidi kuliko kuongoza. Ikiwa hikma sasa haitatumika, wal mau'izati hasana. Sasa mau'idha, lakini si mau'idha tu, mpaka yawe hasana. Hili ninalolisema hapa ni hasana. Ikiwa si hasana usiliseme. Leo naulizungumza lile unalomwambia, au hapa ninaposema hapa ni hasana, ni zuri, kwa stahiki, kwa sahizi kusemwa hili. Sangine uzokata jambo likaharibika kwa kuchunga maslahi. Sasa pahali watu miaka wako katika jambo fulani, ukaingia na ukawatukana wao na wazee wao na nini zao, kuambia yale si hikma wala si mau'idha hasana. Ile si hikma wala si mau'idha hasana. Nini kana wao fanyio na wao. Kuna watu kadha wamefanya haya. Kuna watu wengine katika alul ahdan walikwenda sehemu kule kwetu bara, wakifika pahali watu ni Waislamu, wamesilimu, lakini ni walevi wote. Ikawa alhikma akaenda kukaa na wao, anapiga vitu vao na wao, naye yuko hali yuko. Muda kapita namna hiyo. Baada ya muda akaambia, jamaa, mimi kila siku huja kwenu na nyinyi mjiko wangu. Kwa nini nitakuja Sharifu? Kaambia basi inshallah na mimi ni kwangu. Wakatoka wakaenda kwake, badilishana kwa hao enda na hawa. Lakini huo alipokuja kwake sasa akaanza kuwapa kidogo kidogo, kushtuka ule mkubwa wao akasema, kuanzia leo hakuna tena majlisi ya ulevi. Akawabadilisha, lakini kwa muda, lakini bila hikma. Wal mau'izati hasana. Hakwenda ni haram nini tangia motoni nyinyi, hadi kutosilimu kama usilimu nyinyi, leha hatakikani. Kisha wajadilhum, najadiliana na wao, billati, kwa njia ambayo kwamba ahsanu. Manake kila ukipanda zaidi uwe na utulivu zaidi na mpole zaidi kuliko ukitoka chini. Kama sasa sisi tunaenda kinyume, ikifika kwenye mjadala inakuwa ni vita. Si vita, yatakana ahsan, mau'idha hasana. Ukipanda wajadiluhu ahsan, wakati wa mjadala ndio uoneshe akhlaki hasa ya Kiislamu,
Kwa hivyo hii ndio yatakikana wakati ukimwamrisha yoyote ambaye kwamba ni mkubwa kuliko wewe, uyachunge masala kama haya. Na kwanza kulichunga ni lipi? Ni huyu ninayomwambia, kwanza muangalie nastahili kumwambia, hakuna madhara katika kumwambia, atanifahamu katika kumwambia. Na zaidi usichunge madhara yako, zaidi chunga madhara yake. Naweza nikamwambia badala ya kulifanya hili akalifanya kubwa zaidi kuliko hili. Kisha utumie hikma, utumie mauidha hasana, kisha utumie wajadiluhum billati hiya hasan. Wa amma al-ahadithu, ama hadithi binahwi ma dhakarnahu, kwa mfano wa haya ambayo kwamba tumeyataja, fa aktharu, basi ni nyingi zaidi, min an tuhsara, kuliko kudhibitiwa. Manake ni nyingi sana, huwezi kuzifunga pahali maalumu. Wa amma ma yaf'aluhu kathirun, na ama yale ambayo kwamba wayafanya watu wingi, minan nasi, kutokana na watu, min ihmali dhalika, katika kuliacha hilo. Na ihmali ni kulitokomeza, manake ukaliacha kabisa hilo. Lakini fi haqqi kibari almaratibi, katika haki ya wale wenye daraja kubwa, ukaacha daraja kulifanya hilo kwa wale wenye daraja, ikaona wafanyia wale wengine. Uko pahali mtu akafanya kosa, unamwangalia huyu anofanya kosa nani? Anofanya kosa ni huyu hawezi kuambiwa wewe, huko juu ya sharia. Huyu afanya kosa, anofanya ni huyu ataambiwa huyo. Hilo halitakikani. Kibar marati wanaambiwa, wale wadogo wanaambiwa, lakini kila mmoja kuna namna yake ya kumwambia, kila mmoja kuna njia yake ya kumwambia. Lakini leo utaona watu, mtu ikiwa na cheo chochote haambiwi kosa lake kwa njia yoyote, bali lile kosa lake hutafutiwa hata fatwa. Lile kosa lake hutafutiwa hata fatwa. Kuna watu walitoa fatwa wakati wa nyuma, wasema watu pengine kufanya jambo hili halifai, isbal, ile nguo kugusa chini haifai, kuweka ndevu, mtu kunywa ndevu haifai. Mmoja katika watu wakubwa ambao kwa wategemewa ni katika wenye mashehe, watu hakumjibisha, walichukua picha za maamiri tu wakamwekea katika ile mtandao wake. Huyo amenyoa hungo yake iko chini, hakuna jambo, zile picha. Na sasa kama haifai ni makafiri, kwa hivyo na hao wote ni makafiri. Alipoona ile akaona mambo yaharibika, akaandika pale wa yustathna min dhalika al-umarau wal-muluku. Katika hilo maamiri hawamo, ile katika haifai ni wengine, lakini maamiri hawamo. Wa yustathna min dhalika, hawamo hawa katika, hawahutubiwi hawa na sharia, hawa ndio sharia yao, ndio maana yake hiyo. Fi haki kibari almaratib, katika haki ya wenye daraja juu, watawahumihim, na kutia wahamu yao na kenda kudhania kwao, anna dhalika, kuwa hilo, haya ni haya. Bwana sitaambia bwana, waambia nikoona haya si haya. Fa khata'un sarihun, hilo ni kosa lilo wazi. Wa jahlun qabihun, na ni ujinga ulokuwa muovu. Fa inna dhalika laysa bihayain, hilo si haya. Wa innama, na hakika si lingine au si linginelo, huwa khawarun, hilo ni udhaifu wa nafsi yako ni dhaifu. Wa mahanatun, na unyonge au utwevu. Wa dha'fun, na udhaifu, bidhammi dhadi wa fathiha,
dhaafu na dhaifu zote, wa ajzun, na kuemewa. Usione mtu umefanya kosa mkubwa ukakosa kumwambia, bwana mimi naona haya bwana kumwambia mtu. Vipi leo nitamwambia mtu yule bwana? Au mathalan wacha katika ukubwa maratib, hata katika misikiti, sio hata katika madarasa, mtu mathalan huswalisha makosa, wewe ukajua lile kosa analo lifanya, ukasema bwana ummi yake aliwaswalisha leo, nene nimwambie amekosa. Mwache tu bwana, Mwenyezi Mungu kama alivyotakabali nyuma na huku mbele pia ni makosa kwako, umwambie. Lakini mnatofautiana katika njia ya kumwambia. Hili ndio muhimu katika misingi ya kumwambia. Sio ameswalisha makosa, akimaliza pale pale salamu alaykum jamaa, huyu imamu wenu afai bwana, hata suratul Fatiha waambia wewe ufai, usofani wewe. Huko njia yake ya kumwambia. Fa innal hayaa, hakika haya, khairun kulluhu, ni khairi. Haya yote ni khairi. Wal hayau, na haya, la yati illa bi khairi, haiji illa kwa khairi. Na ni hadithi hii. Wa hadha yati bi sharri, na hili ambalo kwamba umelifanya wewe ni la shari. Falaysa bihayain, huwezi kuita ni haya, ni upungufu kwako wewe. Wa innamal hayau, na hakika si lingine hii haya, inda ulamai, kwa wanazuoni, arrabbaniyina, walezi. Rabbani ni mtu ambaye kwamba anakutoa katika sehemu ulokuwa wewe akakupeleka sehemu ya kimungu ya juu, ndio huitwa arrabbani. Alalimu arrabbani, wanachuoni mlezi. Arrabbani, ulamai wa tasawufi wametofautiana kumweleza ni nani. Na kwambia arrabbani ni yule ambaye kwamba alelewa kwa mambo madogo madogo mpaka kufika katika mambo makubwa. Ule ndio rabbani. Vipi nitaweza kumlea mtu mpaka kutoka kwa daraja ya chini mpaka kufika daraja ya juu? Ndio rabbani. Si rabbani yule ambaye kwamba mwanzo tu akupa mambo mingi, anakupa vitu vingi, anakumpaka wewe mwenyewe ukachukia lile jambo unalolifanya. La, kwa taratibu. Wal a'immati muhaqqiqina, na maimamu wenye kuhakikisha. Khuluqun, ni tabia. Hiyo haya sasa kwa ulamai, khuluqun na bidhammi lami wa sukuniha. Khuluqun na khuluqun zote zatumika. Yab'athu, ni tabia ambayo kwamba yapelekea ala tarki alqabihi, kuacha jambo baya. Ndio haya ni kitu ambacho kwamba ukiwa nacho ulifanyi baya. Sasa hili limekupelekea wewe ulifanye baya, kutoamrisha jema kwa mtu mkubwa. Sasa haitwi haya hii. Na ukitaka haya, soma ile hadithi ya Mtumi ndefu, ndio hifadhi kichwa na tumbo na kila kitu, ndio haya hiyo. Wayamna'u, na yaziwia hiyo haya, minat taksiri, kutokana na upungufu au kupunguza, fi haqi al-kabiri, katika haki ya mtu mkubwa. Ule mtu mkubwa ndio haki wewe kumuhusia. Ule mtu mkubwa una haki kumpa waadhi wake. Na ule mtu mkubwa saa nyingine ukimwambia kwake ni bora zaidi kuliko kutomwambia. Ukienda kumwambia wewe, pengine fikra yako huyu nikimwambia atakasirika, kumbe yule ukimwambia ndio atafurahi zaidi. Wa hadha, na hii maana ma rawainahu, ni maana ya lile tulilopokea anil Junaidi, kutokana kwa Sayyidina al-Junaidi sayyidu Taifa radiyallahu anhu, fi risalati al-Qushairi, katika risala ya al-Imam al-Qushairi. Qala, nasema al-hayau, haya sasa ni nini? Ru'yatul alai, ni kuona neema ulioneemeshwa. Wa ru'yatut taksiri, na kuona upungufu.
ukaangalia neema ulizopewa na ukaangalia mapungufu kwako katika zile neema ulizopewa. Hii ndio haya, na hii anatuonesha nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa amesimama mpaka miguu yake ikafura. Sayyidatuna Aisha akamuuliza, je, wewe Mwenyezi Mungu si amekusamehe madhambi yako yote, kwa nini wafanya haya? Sasa ru'yatul ala, mtu anasema mimi ndo nataka nisimame zaidi kwa ajili neema niliyopewa ni kubwa zaidi, nimesamehewa madhambi yote. Sasa akawa yuona taksiri katika unaoyafanya kwa neema alizopewa. Hakuona kuwa mimi nishasamehewa madhambi yote, sina haja ya kufanya tena. La, ameona kila neema zikiwa kubwa, manake majukumu huwa ni makubwa. Sasa Mtume alipoona amesamehewa, hii ni neema kubwa, nitaishukuru vipi? Siwezi kuishukuru. Ajiona yeye si sawa na yule ambaye kwamba hajasamehewa. Na hii ndio twasoma somo hapa, kwa kila mtu akizidi kwenye cheo ni maana yake masuhulia yake ni makubwa, si maana kwa kuwa amepanda daraja kubwa. Ndio utaona kila anayekuwa wali zaidi ndio halali zaidi, kila ambaye kwamba atakuwa ni alimu zaidi ndio husoma zaidi. Kinyume na sasa, lakini wa hakika kila alimu zaidi yeye ndio husoma zaidi, kila wali zaidi, mcha Mungu zaidi, yeye ndio halali zaidi. Kwa ajili kila akipanda huona majukumu ni makubwa zaidi, kila akienda juu zaidi huona alai za Mwenyezi Mungu kwake ni nyingi na taksiri kwake ni nyingi, humfanya asipumbae. Sasa ukiona mtu ali, mashallah yule hasomi tena, yule hajawa ali, inshallah vitabu vyote hivi ashavihifadhi, hana tena darasa. Huyo si ali. Alim ni yule ambaye kwamba kila wakati, na anatufundisha ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Sasa Mtume akayafanya hayo kwa kuwa daraja. Sasa wewe binadamu hapa ndio ukijisoma sasa, wataka wewe namna gani? Wewe mwenye macho, mwenye masikio, ala zote hizo. Macho ni ala, sikio kuona, kuzungumza, kutembea, kila kitu neema wewe. Ni maana wewe taka usilale hata saa moja kwa ajili neema uliokuwa nazo zote. Utakaozishukuru namna gani? Utakaozishukuru namna gani? Ndio maana haya sasa. Kwaona haya neema ni nyingi na shukrani. Na ndio miki binadamu, mtu akakupa 10,000, shukrani yake ikawa kiasi 10,000. Asante. Ikiwa 100,000 tazidi kidogo, huwezi kumwambia asante tu, lazima uzidishe na kitu. Ikiwa 1,000,000, ikiwa 10,000,000, ikiwa milioni 20, mtu akikupa 1,000,000 au 1,100,000 utamshukuru vipi? Sifa zote utampaye, za ucha Mungu na za wanachuoni zote utampaye, za kumfikisha mpaka sehemu asofika. Sasa fikiria kwa Mungu sasa, amekupa neema kama hii. Sasa hii ndio huitwa nini? Haya. Fayatawalladu bainahuma halatun tusamma hayaan. Wakati wewe waiona ala na waona taksiri kwako wewe, wakati huo sasa kuna jambo ambalo kwamba linapatikana laitwa haya. Wakad awdahtu hadha, al-Imamu an-Nawawi yasema haya nimeyaweka wazi, mabsutan, hali ya kuwa yamekunjuliwa, fi awali sharhi sahihi Muslim, katika mwanzo wa sherehe ya kitabu cha al-Imamu Muslim, sahihi Muslim. Walillahi alhamdu, na kwa Mwenyezi Mungu kuna sifa njema zote, kila jinsi ya sifa njema ni sahihi Mwenyezi Mungu. Wallahu a'lamu, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Tazama hiyo babu al-amri bil wafa'i bil ahdi, huo shambani sasa wal wa'di. Inshallah tutakuwa hapa leo. Mlango wetu ni wa kumwendea mtu ambaye kwamba yuko juu yako kwa njia zake. Assalamu alaykum.
Alaikum salaam.